tutakuwa tukizingatia ujumbe wa patakatifu. The sanctuary message ndio itakuwa focus yetu ya Bible study. Na hata kile ambacho jana nilizungumzia wakati wa hubiri ni sehemu tu bado ya sanctuary message, na kwa hivyo nitakuwa nikiangazia ujumbe wa patakatifu katika kipindi chetu cha Bible study. Tuombe. Mungu wetu unayetupenda na kutujali, tumejinyenyekeza mbele zako muda huu ili kwamba kutoka kwenye chuo chako ukatufunze yaliyo mausia yako. Hivyo ninapoenda kulifunua hili neno, ukalivuvie kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, na sote ambao tuko hapa tuweze kuelewa yote yanayohusiana na ukombozi wetu. Ndivyo tuombavyo kwa imani kwa Yesu, na kila mmoja aseme amina. Amen. Amen. Asante. Swali muhimu ambalo ningependa tuanze kwa kujiuliza ni kwa nini Mungu alikusudia katika mpango wake ya kwamba kuwe na sanctuary? Ni kwa nini Mungu aliwaelekeza wana wa Israeli katika kujenga hema ama kujenga patakatifu? Ni kwa nini Mungu aliwapatia that direction? What was the motivation factor? Kitabu cha Kutoka 25 mstari wake ni ule wa 8. Kitabu cha Kutoka 25 mstari wake ni ule wa 8. Sikia jinsi Biblia inavyosema. Sawa, soma. Inasema nao wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Asante. Mungu anazungumza kwenye fungu hilo. Ukisoma kutoka mstari wa kwanza, Mungu anapeana maelekezo ya vitu ambavyo vilihitajika kutumika kwenye ujenzi wa patakatifu. Na baada ya kupeana material ambazo zilipaswa kutumika, verses 8 anasema nao wana wa Israeli wanifanyie mimi Mungu patakatifu ili mimi Mungu nipate kukaa kati yao. Swala zima la kujenga patakatifu, huu ulikuwa ni mpango pekee wa Mungu kumregesha mwanadamu kwa kile ambacho alikuwa amekipoteza. Swala zima, sikiliza, la kujenga patakatifu ilikuwa ni mpango mzima wa Mwenyezi Mungu kumregesha mwanadamu kwa kile ambacho alikuwa amekipoteza. Sikia, mwanadamu alikuwa amepoteza nafasi ya pekee ya kuwa kwenye ukamilifu wa tabia, kufikia upeo ambao Mungu alikusudia aufikie. Unajua Biblia inasema ya kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na kwa mfano yake. Yaani alimuumba afanane na yeye kimaumbile na kitabia. Lakini dhambi inapoingia, mwanadamu anaondolewa katika mpango ambao Mungu alikuwa yupo pamoja nao. Kwa hiyo, when we focus on the sanctuary message, tunapoangazia ujumbe wa patakatifu, tunauangalia mpango wa Mungu kumregesha mwanadamu kwa kile ambacho alikuwa amekipoteza. Kama tumeelewana mpaka hapo, nirushie mkono wako namna hii. Amina, Mungu akubariki. Najua mimi ni mhubiri, wacha nijaribu kufunza sasa, ili kwamba niweke hiyo skill ya teaching. Sasa, Mungu anapofanya hivi, kuna agizo ambalo mwanadamu alikuwa ameliasi. There is a direction ambayo mwanadamu alikuwa ameiasi. Ni gani? Mwanzo 2:16 na 17. Hii ndio ilikuwa mwanzo wa matatizo ambayo yakamfanya mwanadamu kukua implemented. Yani kutekelezwe mpango wa ukombozi. Si kwamba mpango haukuwepo, ulikuwepo. But the implementation of the plan of redemption ilikuwa motivated na anguko la mwanadamu. Soma, twende, inasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, sawa, akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa wema na mabaya usile. Sawa. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, maliza fungu, utakufa hakika. Mungu alikuwa mahususi sana, specific, akizungumza na mwanadamu. Anamwambia siku utakapokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, utafanyika nini kanisa? Utakufa hakika. You will surely die. Sasa niruhusu niwaulize swali ambalo naomba jibu kutoka kwenu. Kwa sababu mko mbali, labda nitaomba mikono. Mwanadamu alipokula tunda, alikufa au hakufa? Nimesikia majibu matatu hapa.
Mali nimesimama hapa, nafikiri masikio yangu yako sharp. Nimesikia hakufa, nilisikia alikufa, nimesikia kiroho. Hebu turegelee hilo fungu sehemu ya mwisho tena kwa mara nyingine. Let's look at the Bible once again. That text inasema, the last part ya verse 17. Soma tena, inasema maana, anza maana. Utakapokula matunda ya mti huo, utakapokula matunda ya mti huo, utakufa hakika. Utakufa kiroho. Biblia imesema kwamba utakufa hakika. So the Bible says ya kwamba siku mwanadamu angekula tunda, matokeo ya ulaji wa tunda ilikuwa ni kifo cha hakika. That was the repercussion. Now listen, habari njema ni hii. Mwanadamu hakufa. By the way, hii ambao tunazikana siku hizi, Biblia inaita usingizi, kulala. This is a consequence of sin, not the penalty of sin. Nijaribu Kiswahili. Hii ni madhara ya dhambi, sio mshahara wa dhambi. Madhara ya dhambi ni kwamba tunaugua malaria, mwisho tunazikwa. Hiyo ni madhara. Lakini mshahara wa dhambi, Mungu alipomwambia mwanadamu ya kwamba ukila utakufa hakika, alimaanisha utakufa milele. Yaani kile ambao Ufunuo inaita second death, kifo cha pili. Ukifa utakufa bila tumaini la kufufuka tena. So ina maana siku mwanadamu alipokula alihitajika kufa, tena kufa hakika. Lakini habari njema ni kwamba mwanadamu hakufa. Habari mbaya nyingine ni kwamba, mbaya mpaka sasa, itakuwa mzuri baadaye. Mbaya ni kwamba kuna mtu aliyekufa. Kwa sababu kuasi kwa amri ya Mungu kulihitaji kifo. Ina maana yule ambaye alipaswa kufa hakufa, basi kulihitajika mtu mwingine afe au kitu kingine kife. Na nikwambie, mwanadamu alipoanguka katika dhambi kwa mara ya kwanza alishuhudia mauti. Mwanzo 3:21. Kwa mara ya kwanza alishuhudia mauti. Ilikuwa ni uchungu wa kipekee, Adamu akishuhudia kifo cha kiumbe cha kwanza as a consequence ya dhambi ambayo alikuwa ameifanya, as a penalty ya dhambi ambayo alikuwa ameitekeleza. 3:21 Biblia inasemaje? Twende. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, sawa, akawavika. Endelea. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu, sawa, achia tu hapo. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya nini kanisa? Halo? Mavazi ya ngozi. Wewe achana kipaza sauti nisikie kanisa. Mavazi ya nini kanisa? Ngozi. Huku kwenyu ngozi ya mnyama inapatikana akiwa hai ama kama amekufa? Kama amekufa. Ili tupate ngozi lazima mnyama afe. Ina maana hapa, ili ngozi ipatikane ya kuwafunika Adamu na Hawa, baada ya kujifanyia fig leaves, baada ya kujifanyia vitu ambavyo vingeweza kufunika uchi wao, kwa mara ya kwanza Adamu kwa mkono wake mwenyewe, by the way, yule kondoo hakuuliwa na Mungu. Mdhambi alihitajika kumuua. Adamu kwa mkono wake mwenyewe alimchinja kondoo wa kwanza. You can imagine Adamu akiona kifo cha kwanza. Kulbi leo sisi hatuwezi kuelewa kwa sababu tumezoea kuona damu, ni jambo la kawaida. But this was the first time Adam alikuwa kwa experience damu ikimwagika, kitu kikifa. Na unajua kwa nini? Alipokuwa anamchinja yule mnyama, ideally ilikuwa ni kwa sababu dhambi ambayo walikuwa wameifanya ilikuwa transferred kwa huyu mnyama. Sasa yule mnyama kondoo akafa kwa niaba ya Adamu na Hawa. Narejelea, hiyo ni muhimu kwa somo letu leo.
Lile dhambi ambayo Adamu waliasi kwayo, sikiliza, ilikuwa transferred, ilihamishwa kutoka kwa Adamu na Hawa ikapitishwa kwa kondoo. Kondoo anapokufa, anakufa sio kwa sababu ya dhambi yake, sio kwa sababu ya kosa lake. Kondoo anauawa kwa sababu ya kosa la Adamu na Hawa. Na ndiyo maana kwenye patakatifu, in the sanctuary, ulikuwa ukiingia mlangoni tu hivi, kitu cha kwanza ambacho unakutana nacho kinaitwa madhabahu ya kuteketeza sadaka. In the sanctuary, kitu cha kwanza ulikuwa unakutana nacho kilikuwa kinaitwa madhabahu ya kuteketeza sadaka. Kizungu tunasema altar of burnt sacrifice. Pale kila siku asubuhi na jioni, sikia kwa makini, kila siku asubuhi na jioni, wenye dhambi walikuwa wanakuja na wanyama, kondoo wasio na hatia. Anaweka mikono yake juu yake, anatubu dhambi zake zote, na kwa mkono wake anamchinja yule kondoo. Akisha mchinja, damu ya yule kondoo inatumika kufanya upatanisho kwa sababu ya huyu mdhambi. So kondoo alikuwa anasimama kwa nafasi ya huyu mwanadamu. So in the altar of sacrifice, ambapo Biblia inasema ilikuwa ni urefu wake ni 5 cubits, upana 5 cubits, na kwenda juu kwake 3 cubits. Pale kulikuwa kunatolewa kafara kila siku, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. A great exchange was happening every day. A great exchange. Wadhambi wanakuja, wana exchange dhambi zao kwa kondoo, kondoo anachukua dhambi zao, anakufa kwa niaba yao. A great exchange every day in the sanctuary, kila siku. Na hii ilikuwa inamwashiria mwanakondoo wa Mungu ambaye angelikuja baadaye kuichukua na kuifilia dhambi ya ulimwengu msalabani. Na ndiyo maana binamu yake Yohana Mbatizaji alipokuwa amesimama kwenye kingo za mto Yordani, alipomwona Yesu Kristo akija, akasema, tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa sababu sasa zile kafara zilikuwa zifike miisho yake. Zile hafifu sadaka zilikuwa na imagine, yani Mungu alidesign, this is very interesting. Mungu alidesign mpango wa ukombozi kiasi cha kwamba hata maskini zaidi alikuwa na nafasi ya kuokolewa. Even the poorest. Vipi? Matajiri wangeleta hao kondoo. Wale ambao hawajiwezi maskini waliambiwa walete njiwa. Wale ambao hawajiwezi kabisa waliambiwa walete unga. Unga ikimwashiria Yesu aliye mkate wa uzima. So everybody alikuwa na nafasi ya kuja kuleta dhambi yake, kuwakilisha na kukubaliwa na kufanyiwa upatanisho na kupatiwa msamaha wa dhambi. Everybody had an opportunity, and it's true hata leo. Kila mtu ana nafasi ya kuokolewa. Ule wimbo wa watoto unasema, Jesus loves the little children, all the children of the world, red or yellow, black or white, they are all precious in his sight. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi ya kuokolewa. Sasa sikiliza, hatimaye hasa hapa ni muhimu. Nimepeana mifano hiyo patakatifu, tumeenda kuko kwa Adamu, tumeona makondoo, lakini hatimaye kulihitajika mwana kondoo wa Mungu mwenyewe aje. Kulihitajika mwana kondoo wa Mungu mwenyewe aje. Na alikuja hatimaye, akaishi kambini kama tulivyosoma jana katika ubiri. Akashinda kambini. Alijaribiwa kwenye kambi mahali wa dhambi wanaishi, lakini hatimaye aliposhinda akazichukua dhambi zetu msalabani. Sasa huyu mwanakondoo wa Mungu, salvation made simple, amekuja ili kwamba yule mdhambi ambao alipaswa kufa aweze kuchukua dhambi yake, aende nayo msalabani, afe kwa niaba yake. That is the essence. Kwa nini Yesu anakuja sasa? Ili aje afe kwa niaba yake. Yesu akasimama kama kipatanisho kati ya Mungu na wanadamu. Warumi 6:23 inasema hivi, fungu ambalo nalitambua lakini talisoma ili kwamba nisi assume. Assumption is dangerous.
Warumi 6:23 inasemaje? Twende. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Tulia hapo. Mshahara wa dhambi ni mauti. By the way, narejelea tena, mauti inayozungumziwa kwenye fungu hilo sio kifo cha malaria, sio kifo cha kansa, sio kifo cha kupigwa bastola. Mauti inayozungumziwa hapa ni mauti ya pili, second death, ile ambayo wadhambi wote ambao hawatamwamini Yesu Kristo watakufa hiyo. That is what is talked about here. Kwamba mshahara wa dhambi, yeyote ambaye atakosa kumwamini Yesu Kristo na dhambi yake isishughulikiwe, atakufa kifo cha milele. That's the text there. But the second part inasema hivi, bali twende, bali karama ya Mungu, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mshahara wa dhambi ni mauti, karama ya Mungu ni uzima wa milele. Did you notice something kwa hiyo text? Kizungu inasema the wages of sin, lakini inasema the gift of God. Nikuulize, kati ya wages na gift gani rahisi kupata? Gift. It is easy to get a gift. Ili upatiwe wages lazima ufanye kazi. Listen, ni rahisi kuokolewa, ni kibarua kigumu kupotea. It's easy to be saved. Ni rahisi kuokolewa, ni rahisi kurithishwa uzima wa milele, ni kibarua kigumu kupotea. Yani hatimaye ukiwapata wenye dhambi wamepotea, jua hawa wamefanya kazi sana ili wapotee. Wamefanya kazi sana. It's easy, elder, to be saved. Easy. Maana Biblia inasema kwamba salvation is the gift of God. Bwana Yesu asifiwe. Ni karama ya Mwenyezi Mungu. Sasa swali ni hili, ili mtu afe mauti haya pili, na nataka mnijibu hapa. Tumesema mshahara wa dhambi ni mauti. Ili mtu afe haya mauti ambayo tunayazungumzia, ni kipi kinahitajiwa kwake? Msinibwage bwana. That is a very simple question. Niulize tena. The wages of sin ni nini? Death. Sawa. For someone to die kwa sababu ya hizi wages, what is he supposed to do? Sin. Thank you. Mshahara wa dhambi ni mauti, na maana ili mtu afe ni lazima afanye dhambi. Na question is, ni dhambi gani hiyo ambayo Yesu alifanya ili yeye afe msalabani? This is the most critical part of our study. Ukielewa hii, ukombozi wako unagundua kumbe ni rahisi sana. Ni dhambi gani hii ambayo Yesu alifanya ikisa kwamba yeye hatimaye afilie, afe dhambi zetu, apokee mshahara wa dhambi? Which sin did he commit? Jana tulizungumza hapa kwamba Yesu alijaribiwa katika namna zote bila kufanya dhambi. So ni vipi alikufa kifo cha pili msalabani kwa niaba yetu? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hili fungu usilisahau. Liimbe baada ya kambi hili, liimbe, likariri, liimbe, likariri, usilisahau hili fungu. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Inasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Maliza fungu. Ili sisi tupate kuwa wa haki ya Mungu katika yeye. Ili sisi tupate kuwa wa haki ya Mungu katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. So ili Yesu afe, Mungu alimfanya kuwa dhambi. Mungu alimfanya kuwa mdhambi. God made Christ to sin. Asina, sorry, not to sin. Asina. Alimfanya awe mdhambi ili kwamba Yesu aweze kuangukia mauti ya pili. Alichukua dhambi za wanadamu wote na akahesabiwa kana kwamba ni za kwake, kutokea Adamu mtu wa kwanza hadi wa mwisho ambaye atazaliwa kabla Yesu kutokea mawinguni. Jesus Christ was made sin for us. Na kwa sababu hiyo ndio maana Yesu anapoenda Kalvari
unamsikia akisema, my Lord, why have you forsaken me? Kwa nini? Mungu na dhambi hawatembei pamoja. So Yesu alipochagua kuchukua dhambi, definitely the Father had to be separated from him. Kwa sababu Mungu na dhambi hawana uhusiano. Sasa Yesu amechagua kuchukua dhambi, akaenda nazo msalabani, na Mungu yeye anachokijua ni utakatifu tu. Definitely for the first time katika historia ya maisha yao, they got separated. Manake Yesu Mwana na Baba hawajawahi kuwa separated. The only thing that separated them is the death of Christ on the cross. Hiyo tu ili wa separate. That's why Yesu anasikia akisema, my God, why have you forsaken me? Na roho ya nabii, kile kitabu Desire of Ages, by the way, rush and pick that book. Itakubariki sana. Anasema malaika walitazama kwa mshangao mkuu, wakitamani kuingilia kati ili angalau wamsaidie jemedari wao wa vita. Manake waliona kwa mara ya kwanza ubinafsi na ukaidi wa ibilisi mwovu shetani. For the first time they saw. So they were ready ili kwamba waende wakamsaidie jemedari wao, lakini it was told unto them, back off. Yesu lazima abebe dhambi hizo mwenyewe alone. Lazima azibebe mwenyewe. Alikuwa amekubali kuwa kafara kamili. He had to bear the sins to the cross. Lazima. So imagine the Father away, angels away. Hapa chini wanafunzi wote wako kwa gizagiza huko kando, hataki hata kujulikana ni wanafunzi. Kila mtu amemtenga. Ni kana kwamba amesalia mwenyewe msalabani. Then this is Christ hanging upon the tree. Na kwa sababu ya hiyo, Warumi 5:17 hadi 19, Paulo akiandika habari ambazo zinahusu swala hili, hivi ndivyo Paulo asemavyo. Ninapenda ukombozi. Salvation is simplified. Soma Warumi 5:17 nenda hadi 19. Biblia inasemaje? Twende. Kwa maana kwa kukosa mtu mmoja Adamu, mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja. Tulia hapo. Kwa dhambi ambayo Adamu alifanya kule kwenye shamba ya Edeni, kitu Adamu alichotupatia ni mauti, kifo. So kupitia kuasi kwa Adamu ametupatia kifo, mauti, kuangamia. Haya, soma sasa, twende. Zaidi sana wao pokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watawatawala katika uzima wa yule mmoja. Sawa, endelea kusoma. Endelea. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kifo cha pili, mauti ya milele. Sawa, twende. Kadhalika kwa tendo moja la haki, kadhalika kwa tendo moja la haki. Bwana asifiwe. Kadhalika kwa tendo moja la haki, kifo cha Yesu msalabani, kupitia hilo tendo moja la haki. Soma, twende. Watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, through Adam we are destined to get lost, distracted. Through Christ Jesus we are justified. Kupitia Adamu sisi sote ni wana wa uharibifu, wa kuangamizwa, wa kupotea, lakini kupitia Yesu Kristo tunahesabiwa haki. Justified. Ndio theolojia wanaita justification. Justified. Unajua justification is a court term, kuhesabiwa haki. Ni kama jinsi judge aende through your case files, alafu mwisho agundue kwamba huna kosa, anasema justified. But in this case it's not that way. Hatupatiwi justification, sikia, kwa sababu tumeangaliwa ikaonekana kuna kitu kizuri tumefanya. Tunapatiwa kitu ambacho ideally hatustahili, hatuna. So unaponea natembea, I am justified freely. Unaponisikiliza hapo, umehesabiwa haki bure kabisa.
sasa. Yani, you have a title to heaven. Through Christ Jesus, uko na title ya mbinguni. And that's why yesterday, wakati wa makuli tukipiga story pale chini ya wanenaji, niliwaambia hivi, unajua ukombozi ni rahisi. Kinachohitajika mtu kuokolewa ni kuamini tu. Unajua, nimesikia amina moja peke yake, and understand somehow kwa nini. Let me tell you why. Labda wale wengine wameamua tu kunyamaza, wapi wameelewa. But let me tell you one thing uelewe. When Protestants wali break away from Catholics, walijaribu ya kwamba wasiwe na chochote katika historia ambayo kitafanana na mahali ambapo wametoka. When we broke away from Protestants, tulijaribu kwamba tusiwe na chochote ambacho kitatufananisha na mahali ambapo tumetoka. Kwa hiyo kama kuna kitu kimoja kigumu kwa Mwadventista kuamini, ni kwamba kinachohitajika yeye kuokolewa ni kuamini tu. Yeye anauliza, ili niokolewe nile nini? Ili niokolewe nivae vipi? Ili niokolewe nisikilize muziki gani? Ili niokolewe ikuwe ni soya kila mahali. Japo mambo hayo yote ni sawa, sikiliza, kinachohitaji ili mtu arithishwe uzima wa milele kanisa ni kuamini tu. Amina. Sasa haya mengine nitayazungumzia yanakujia wapi ili uelewe. Kuna vitu viwili. We have the root of salvation and we have the fruits of salvation. Don't confuse them. Usichanganye matunda ya ukombozi na shina, mzizi wa ukombozi. Mzizi wa ukombozi ni kuamini. That's all. And by the way, hii nitasema tu hapa kwa microphone. I was tempted to drop it, lakini nitasema tu hapa. Ndio maana niko na shida wakati mwingine tukifanya mikutano ya Injili. Sisi tumeswat kisawasawa. Tumehubiri watu wamekuja kwa Yesu Kristo. Kisha siku ya ubatizo unamwona mzee na tai yake amenyonga, anasema huyu kabla hajabatizwa anyolewe kwanza, afumuliwe nywele kwanza. Aliamini kunyolewa nywele ama aliamini Yesu? You don't force conviction. Ati mashemazi wanaitwa kujeni, toa rangi ya kucha, toa rangi. Na wakati huo mashemazi mwenye anatoa rangi ya kucha, yeye uko chini kwa kiatu ameficha rangi kwa kucha yake uko ndani. Yake haionekani uko kwa kiatu chini. Toa rangi kwa ngura, fumua nywele. Listen, we must not confuse the fruit of salvation with the roots of salvation. Mtu akija kwa Yesu Kristo, ukarabati ni kazi ya Yesu. You must teach yourself to understand that. And by their personal experiences, especially in the choir of event targeters, has taught us that is a fact. Let me give you just a quick example. Tulikuwa na crusade na event targeters Waithaka kule. Kukaja marasta kabisa, wako na harufu ya pombe kabisa. Kubatizwa siku ya kubatizwa imagine kama ingekuwa makanisa yetu mengine. By the way, kama kuna mchungaji mmoja anamvulia kofia, ni yule mchungaji ambaye tulikuwa na Waithaka. Yule ninamvulia kofia. Akawabatiza. Did you know? 1 month later, some of those rastas, I think I have pictures of 3 of them, bila mtu kuambia chochote, walienda kinyozi wakanyoa wenyewe. It's called the power of God to transform. Kinachohitajika ili mtu apate uzima wa milele ni kumwamini Yesu. Yale mengine, Yesu ana namna ya kukarabati kwa ushirikiano wako. Understand that. I'm a vegetarian, of course. But you're not better than other people in church because you eat soya meat, you drink soya chai, you dress soya clothes. Yani kila kitu yako ni soya. You're not better than any other person in the church. Now usitumie kama kipimo cha kusema huyu ni wa mbingu na huyu si wa mbingu. Listen, our justification on the cross was free. Bure. Na ili upate your justification, you only need to believe. Unaamini. Sasa kwa kifo cha Yesu msalabani, tumehesabiwa haki pasipo matendo yetu. Msalaba ni ashirio ya kuwa haki ya Kristo imepeanwa kwetu. Yani wanasema wa theolojia, it has been imputed upon us. The righteousness of Christ. Ni kama nichukue Biblia yangu niweke kwa kichwa chako hivi, pa. It has been imputed on us. We didn't deserve it.
haikuwa sehemu yetu, haikuwa inapaswa kuwa yetu, but we were given that because we believe on the death of Jesus Christ on the cross. It has been imputed. Na unajua, habari njema ni hii. Katika msalaba tumempa Yesu dhambi zetu, na yeye Yesu in exchange ametupatia haki yake. Great exchange. We give him our sins and he gives us his righteousness. So tunapotembea, we are what has been written on us is righteous, righteous, righteous. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ametupatia hiyo haki kwa kifo chake msalabani. Mungu anachukua maisha ya Yesu. Mtu anapomwamini Yesu Kristo, this is what happens. Mungu anachukua yale maisha makamili ya Yesu, 33.5 years of holiness, anayachukua yote, anayaweka kwa huyo mtu. Yani kana kwamba hajawahi kutenda dhambi. This is how simple salvation is. Don't complicate it. Na sasa unajua, ndio maana utagundua Paulo wa Galatia 6:14 anaandika hivi. Galatians 6 verse 14. Because of this, what Christ has done on the cross, that's why Paul anaandika hivi. Soma, twende. 6:14 wa Galatia, sawa? Lakini mimi hasha nisione fahari juu ya kitu chochote, ili msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, sawa, msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, sawa, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu, na mimi kwa ulimwengu. Achia hapo. Paulo anasema, God forbid that I should glory in any other thing apart from the cross of Christ. Imagine, kwa sababu ya kile ambacho Yesu alikifanya msalabani, Paulo anasema kwamba fahari yangu ni msalaba wa Yesu Kristo. That is where I glory. It's true. Msalaba wa Yesu nikae karibu. Hapo pana chemchemi ya kuponya dhambi. Unajua Paulo alikuwa na vitu vingi vya kuonea fahari, but he chose the cross. Angeweza kuonea fahari kwamba Yesu alizaliwa kama mtoto wa kawaida, akaishi, akajaribiwa na kutenda dhambi. No, he does not glory in that. Angeweza kuonea fahari ya kwamba Yesu alikufa, alifufuka hatimaye kutoka kaburini. He does not glory in that. Yesu, kinachompatia fahari Paulo ni kwamba Yesu alikufa msalabani. He glories in the cross. Na unajua ni kwa nini? The cross is the central theme of the Bible. Msalaba ndiyo ukweli wenye shina, ama shina ya ukweli yote katika Biblia. If you take the cross away from the Bible loses its relevance. Ukiondoa, sikiliza, msalaba kwenye Biblia inapoteza maana ya kile ambacho ilikusudia kuambia wanadamu, because the cross is the central theme of the Bible. So in every of our discourses, katika masuala yetu yote, msalaba lazima uinuliwe. And it's true. Ndio maana unajua the opening statement in the book of Revelation nasema the revelation of Jesus Christ. Ufunuo wa Yesu Kristo. Sio wa matare, sio wa wanyama, japo wanyama wako ndani, tarehe ziko huko ndani, sawa, ni sawa kuzifunza. Lakini unapofunza tarehe, unapofunza wanyama, ni lazima tumuone Yesu aliyeangikwa Kalvari. The cross is the theme of the scriptures. Na nikwambie, huu msalaba inamaanisha ya kwamba watoto wote wa Mwenyezi Mungu wako na wokovu na ushindi. Hakika, pasipo kubatisha. The cross is a place of deliverance and salvation. Deliverance and salvation. Pale wenye taka wote wakioga wanakuwa safi. So tunapozungumzia msalaba, hapa ni mahali unawekwa huru, unatolewa vifungoni, unavunja kamba za laana za ukoo. Dhambi yote ile ambayo imekuwa imekufunga, unahisi huwezi kuishinda. The cross ni mahali pa wokovu na ushindi. So when we speak about the cross of Christ, tunajua wokovu ni hakika.
ushindi ni hakika. Unajua ile Ijumaa Yesu alipoangikwa msalabani, tumaini lilikuwa limewapotelea watu wengi, hata wanafunzi mahali pamoja wanasikika wakisema, tulidhani huu ndio Masihi. They were greatly disappointed. Hawaku expect Yesu angalau angekufa msalabani. But imagine, huo wakati ambao tumaini lilikuwa limepotea. This is now very interesting again. Wakati wamebaki pasipo tumaini, wanahisi all hope is gone, Yesu anasikika msalabani akisema, imekwisha. Let me teach you a little, one Greek word without school fees. Hiyo word imekwisha is the Greek word tetelestai. Tetelestai. By the way, sijasema tu ili kwamba ujue najua Kigiriki. This is why I've mentioned it. Yesu aliposema tetelestai pale msalabani, the people around the cross were shocked. Unajua kwa nini? That word tetelestai ni neno ambalo lilikuwa linatumika sehemu nyingi, but one place ambayo ilikuwa inatumika ni hii. Watu wanapoenda vitani, baada ya kushambulia na kupata ushindi, wakirudi nyumbani na ushindi, walikuwa nasema tetelestai. Yani victory tumepata, we have conquered at last, tetelestai. So walipomsikia Yesu msalabani helplessly anahang pale juu, anasema tetelestai, anashangaa, this guy is a common criminal on the cross. Kwa nini anasema kwamba ushindi amepata? It is true, when Christ hanged naked between heaven and earth, yote yalikwisha, ushindi ulipatikana hakika. Hakika. Leo kiimba nimekombolewa na Yesu na sasa nafurahi, kwa bei ya mauti yake nafanyika mtoto wake, ni kwa sababu alisema tetelestai. But number 2, hii pia ilikuwa inatumika wakati watu wanadaiana. Kwa mfano nakudai, nilitengeza list ya watu ambao ninawadai. Ukilipa deni yako, naenda kwa kitabu changu nina cross, na nikicross naandika hapo tetelestai, fully paid. Fully paid, imelipwa kikamilifu. So ina maana ya kwamba Yesu aliposema tetelestai, hakumaanisha tu ya kwamba ameshinda, lakini alisema deni la dhambi limelipwa kikamilifu. Fully paid. Hakuna dhambi ulio nayo inayopaswa kukuzuia kurithi uzima wa milele, kwa sababu deni limelipwa kikamilifu. Fully paid. Paid. Imelipwa pasipo kusalisha sehemu yote ile. Na nikwambie, kuna ushahidi. There is an evidence. Matthew 27, hapa ninamalizia. Verse 50 mpaka 53. Kuna kitu ambacho kilifanyika specially Yesu alipokufa msalabani. There is an evidence ya kwamba dhambi yako haipaswi kukuzuia, kwamba the blood of Christ can cleanse every sinner. The worst sinner in this congregation this afternoon can go away with the hope of salvation. Soma, inasema mstari 27 verse 50 up to 53. Inasema, na Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, sawa, akaitoa roho yake. Sawa. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Soma kabisa. Nchi ikatetemeka. Sawa. Miamba ikapasuka. Sawa. Makaburi yakafunuka. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Sawa, maliza fungu. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao, baada ya kufufuka kwake, sawa, wakaoingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Achia hapo. Imagine, Biblia inasema kwamba Yesu alipokufa msalabani, as you've heard, ili nisiende kwa story hiyo ndefu, makaburi ya watakatifu yalifunguka na wakaondoka, wakaingia kwenye mji mtakatifu. Mji mtakatifu hapo inamaanisha Yerusalemu ya hapo tu. So imagine kama kulikuwa na jamaa yako alikuwa amekufa. Elder. Imagine kulikuwa na relative yako alikuwa amekufa. Alafu all of a sudden unatembea in the streets of Jerusalem na unakutana na yeye. Madam, unatoka mbio, anakuambia don't run. Sikiliza.
Kifo kilikuwa kimenipeleka chini, lakini nilipokuwa huko chini katika kifo, nilisikia sauti ikisema "Teteless die." Na kwa sababu nilisikia hiyo sauti, kaburi halingeweza kunizuia tena. Nguvu yake ya ukombozi ndiyo imeniotoa kaburi. Na by the way, waliofufuliwa ile Ijumaa hawakufa tena. They travel with Christ together in heaven. Sasa unajua wakifika mbinguni, again, in the last chapter of the book Desire of Ages, ile chapter ambayo inaitwa To My Father and to Your Father, wanapofika mbinguni, Yesu ana arrive na huu umati. So unajua the unfallen worlds wamesimama, malaika wamesimama, wanafikiria Yesu amekuja at last na wanadamu. Wanafikiri kwamba ulimwengu umefika mwisho. He is back with the multitude ambao amewakomboa. Story imeisha. Alafu wanajiandaa kumpatia coronation, kumuingiza katika utukufu wake. Alafu Yesu anasema no, not yet, not yet. Actually inasema kwamba anaposema hapa, anasema kwamba not yet. He cannot now receive the coronet of glory, the royal robe. Alafu he enters into the presence of his Father. He points to his wounded head, his pierced side, his mad feet. He lifts up his hand bearing the print of nails. He points to the token of triumph. Alafu anaotesha kwa wale ambao amekuja na hapa kando. He presents to God the wave sheaf, those raised with him, as a representative of that great multitude who shall come forth from the grave at last. Unambia Baba, ndio hawa. Ndio hawa hatimaye nimewaleta. They are here. Sikiliza, mbinguni tuna watu waliokuwa wenye dhambi awali, lakini kwa neema ya Yesu Kristo walikubali kumwamini. They are in heaven as an evidence that the debt, was fully paid on the cross. So in heaven, we have an evidence of the power of Christ to save. Wako mbinguni. Sikiliza, nasema kwa mara ya mwisho, hakuna dhambi inayopaswa kukuzuia usirithi uzima wa milele. Kafara kamili imetolewa. Unachohitaji ni kuungama dhambi kwa Yesu tu. Njoo kwa msamaha, ni bure, ni bure. Njoo, manake deni limelipwa. Alilipa bei, tunawiwa naye. Dhambi ilitia Yesu aliondoa. Mwambie Bwana, nimeona uwezo wako tu waweza safisha, takasa mioyo michafu. Hivi nitafua mavazi kwa damu. Usiruhusu kupotea wakati Yesu ameshughulikia kile ambacho kilikuwa kimetushinda mimi na wewe kushughulikia. We have been justified freely through the death of Christ on the cross. Mungu na atubariki. Tuombe. Tunakushukuru Mungu katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia ambao umeturuhusu kuwa nacho. Tunakushukuru kwa sababu ya ukombozi huu mkuu ambao umetufanyia. Kweli deni letu limelipwa kikamilifu. Na iwapo kuna mtu alikuwa analishuku hilo, aondoke mchana huu hapa na ujasiri wa ukombozi wake. Asante kwa sababu ya kutusikiliza, na kwamba utatuongoza katika ratiba zilizosalia. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo.